Vipi baba? Nafikiri nimelala basi mwanangu. Vipi tena? Ndio mawazo tu. Anza nini tena? Mawazo sio kwa nini niliongea. Natamani hata kutoroka niondoke lakini ndio inashindikana. Sema mimi mwenyewe ndo wakuongea na Tom hapo, kanipa madini. Nimeelewa. Hivi kaka Jini, nani alikupa connection ya kuingia hapa ndani? Mami ulinipigia tu simu kuna kazi. That's story ndefu. Ndio nini dole? Mimi bwana. Hadi. Nimekusikia umeniita blaza. Lakini tukisema tuanze kuchunguza wakati wa umri wangu na umri wako, tutagundua kwamba wewe ni mkubwa. Kwa nini uniite blaza? Yani nakuita blaza kwa sababu wewe ni mtu ambaye umeshafanikiwa. Yani wewe kabla hata kuzaliwa ulikuwa umeshafanikiwa. Wazazi wako walijiandaa. Ndio maana mna jumba kali ingawa ni la urithi. Wewe maisha unayo. Lakini mimi maisha yangu hohe hayo ndugu yangu. Yani nikisema nilale si kondo kama hivi naokota makopo ili maisha yangu yaendelee. Sawa, lakini maisha ni kupanga. Na kupanga ni kuchagua. Na kuchagua ni kujichagulia kwamba uwe na maisha aina gani. Mimi nawe kaka Jitu tumesoma shule moja. Na huenda tulikuwa tuna maisha sawa tu. Lakini maisha hayo ambayo umeamua kuwa nayo sasa hivi ni maisha ambayo umejichagulia mwenyewe. Come this way my friend. Njoo tukae hapa. Narudia tena kuliita jina lako. Gilvas. Niambie rafiki yangu. Nafurahi tena kwa mara nyingine kusikia sauti yako ya kuniita rafiki yangu. Kwa sababu huo ni ukweli kwamba mimi na wewe ni marafiki tena ni muda mrefu sana. Lakini unajua kakaji umefeli wapi? Wewe una mambo mengi sana swaiba wangu. Hata shule unajua ni kitu gani kimekufelisha? Ulikuwa na vitu vingi sana. Kipindi wenzako tuko mbele kumsikiliza mwalimu, ulikuwa uko busy kusugua tunda za ubuyu kwenye simenti na kuongoza wenzako. Lakini hata pale ulipomwona mtu akiwa amelala darasani ulikuwa sio mtu wa kumwamsha. Ulikuwa ukisokota makaratasi na kumwekea mdomoni kama sigara. Maisha hayo umeyachagua mwenyewe. Ni sawa. Lakini mimi sitamani kukuona rafiki yangu ukiwa katika hali hiyo ya kuokota machupa na vitu vya ajabu. Nataka uwe na maisha mazuri, uwe na maisha yako na wewe. Mimi kama nilivyosema mwanzo, sio kwamba naipenda hii hali, napenda maisha kuokota machupa. Natamani niwe na maisha mazuri kama wewe unavyoishi. Wazazi wangu mimi hawajanilisisha maisha. Mimi nimekulia kwa shida. Shule ndio changamoto, labda sikuwa na akili. Lakini wewe mwenzangu kidogo, wewe umezaliwa kwa wazazi wako wana uwezo. Ndio maana unaona hata ukilala wewe unakula. Mimi hapa nisipozurura ndugu yangu siri. Nikiumwa na ndo siku ya mwisho mimi kula chakula. Hata hizi mali ambazo wamenilisisha wazazi wangu, laiti kama nisingekuwa na akili na nisingekuwa naweza kuzisimamia, basi mpaka sasa hivi nisingekuwa na kitu chochote hivi, kwa sababu Waswahili wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Ningependa kukusifia tu kwa kitu kimoja. Umependeza sana kichwani. Sijajua umenyoa wapi. Na sijui kama hii ni super black ama ni mkaa, lakini umependeza sana. Hata aliyekuchonga amezingatia engo. Umependeza sana. Kwa nini nimetoa mfano wa kichwa chako ulivyonyoa? Ni kwamba umechagua kupendeza kwenye kichwa chako. Japokuwa kwenye nguo hujachagua kupendeza. Na maanisha nini kuongea hivyo? Na maanisha kwamba maisha ni kuchagua. Kwamba upate ama usipate. Mimi kuna kazi nimekutafutia rafiki yangu. Kwa sababu katika kupita kwangu kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwa Kiingereza inaitwa social medias, nikagundua kwamba kuna kampuni ambazo zinaajiri watu. Sijajua ni kazi gani, lakini naamini wewe ni mtoto wa kiume. Na sifa ya mtoto wa kiume ni achagui kazi. Kwa hiyo pindi utakapoipata kazi itaweza kukusaidia na kukutoa kwenye aibu kama hizi za kuokota machupa barabarani. Blaza, yani mimi kwanza naomba nikushukuru sana.
kwa sababu maisha ambayo mimi nayapitia ndugu yangu, mimi sio kwamba napenda kuokota makopo. Ingawa umenikuta na hizi nguo za kushindia, hizi ni nguo za kazi, nguo nzuri nakaa nazo kule. Kwa hiyo nikimaliza kuokota makopo narudi nyumbani, naoga vizuri, navaa, napendeza. Lakini hela ninayopata, kipato ninachokipata ni kidogo. Kama kweli utanisaidia nipate kazi, mimi nipo kazi yoyote nipo tayari kufanya. Iwe ya kihalali tu, mimi nitafanya ndugu yangu. Popote mimi nitaenda, mtoto wa kiume nimeomba kupambana, ili mradi tu nipate kipato cha kutosha. Nimefurahi kusikia hivyo, kusema kwamba kazi yoyote unafanya. Hakika wewe ni mwanaume. Hata kama ikiwa ni kutoa mbwa bandani utaweza kufanya kazi hii. Sasa Chandi, tunarudisha tabia yako ya utotoni. Nimekwambia kazi yoyote ya halali. Kutoa mbwa bandani mimi siwezi hiyo kazi bwana. Wewe kutoa mbwa bandani huwezi. Basi usijali, kazi naamini itakuwa ni halali tu na. Bado sijajua vizuri, sijachunguza vizuri ni kazi gani, lakini naamini ni kazi nzuri. Sawa. Basi kesho saa 2 nitakuwa natoka. Kwa hiyo saa 1:30 naomba upo hapa nyumbani. Nitashukuru sana ndugu yangu. Yaani yaani hakika wewe ni rafiki wa kweli. Umeamua hadi kunisaidia. Nitakukumbuka sana. Ngoja niokote makopo ndugu yangu nikauze kabla bosi hajaanza kunisimama. Sipo ikaje? Ndio basi. Umepata kazi. Umefanikiwa kupata kazi. Naamini itakuwa ni kazi nzuri na itakayokuwa na manufaa kwako. Sitaki uniulize ni kazi gani, lakini naamini ni kazi ambayo itakupa heshima na itakupa kipato, kutofautisha na kazi ambayo unafanya ya ukotaji wa makopo. Hizi ni namba zao za simu. Unaweza ukawapigia na wakakuelekeza sehemu ambayo ipo na ukafika na ukaanza kazi. Sina cha kukupa ndugu yangu. Amini kweli mtu ambaye anaweza kukusaidia humjui. Chandini, usipate tabu, acha nikufute. Maana ushakuwa bosi. Acha nikufute, usihangaike. Wewe ni mtu mkubwa, umenipa mimi kazi. Ndugu yangu, ubarikiwe sana. Nimeamini mtu yoyote anaweza kukusaidia humjui. Hapa cha kufanya, kwa kuwa namba zao ninazo, naenda nyumbani, nachukua nguo zangu, na wapigia simu, wanielekeze walipo, niwaage wazazi wangu, kuondoka. Mimi naona haina haja wewe kwenda nyumbani kuchukua nguo wala kuwaaga wazazi wako, wala kumwambia mtu yote juu ya swala hili, kwa sababu kwenye safari yoyote ile ya mafanikio, vitu vingi vya ukomeshaji vinakuwa ni vingi, hasa pale unapotangaza. Mimi naona ni vyema kwamba ukaenda ukachukua nguo zako na ukaondoka bila kumpa mtu yote ile taarifa, kwa sababu mwanaume muda mwingine anapaswa kuchukua maamuzi magumu ili aweze kufanikisha mambo yake. Sio, unanielewa? Fanya hivyo kijana. Sasa ila kazi yenyewe sijajua ndugu yangu. Mimi mwenyewe bado sijatambua, lakini usichague kazi. Wewe ni mwanaume. Mpaka nimekutafutia kazi, ujue kazi itakuwa ni ya muhimu na ni kazi nzuri na ina maslahi. Nashukuru sana ndugu yangu. Sawa. Changia yote kusiri unakuja kuteseka hapa ni ugumu wa maisha. Laiti tungekuwa na njia nyingine za kutuingizia sisi kipato, usingekuwa unateseka saizi hapa. Sema sio kesi, mimi ngoja nikaongea na Tom kidogo. Mwambie tutaongea tena baada ya wiki. Basi poa.